Bila shaka niseme sana asante mtazamaji na mfuatiliaji wa Upendo TV. Tupo hapa tuweze kabisa kukupa matukio yote haya, na umekwenda kujionea mwenyewe yale yaliyojiri siku ya leo. Na leo bana tulikuwa kabisa kwenye sherehe, na ndio tupo hapa, tuko kwenye sherehe kubwa sana ambayo ni sherehe nzuri sana. Na sherehe hii bana inakwenda kabisa kujumuisha watu wengi, na hao wote ni watu ambao wanakwenda kuwaona mbele ya kamera ambao walikuwa wamekuja kwenye sherehe na wengine wameshaenda. Kwa shaka mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji kwa kuvutika na Papa ambaye anafanya vizuri, na atakwenda kutuambia yapi alikwenda kujifunza baada ya kuweza kabisa kufikia kwenye tamasha hili la sherehe. Habari yako baba? Habari mzuri. Okay, tunaona kwamba leo umefika hapa kuna nini mzee? Leo ilikuwa hitimisho ya ndoa ya bwana Joseph Salumu pamoja na mke wake. Okay, na hivyo basi hiyo ndoa tumeona imekwenda kuvutia sana. Kwa upande wako umekwenda kujifunza kipi? Tunashukuru sana sababu walikuwa wote walifika salama wakati kushangilia, na wote ni tumeshukuru zaidi na zaidi sababu karibia kijiji cha Akron chote watu wengi wamefika na wameshukuru na wamecheza, wamefurahi sana. Na sisi familia tumefurahi zaidi ya wenyewe sababu tulikuwa tunatoa labda watu watafika zaidi. Ni kweli. Bila shaka kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upendo TV, tupo na Papa Kwibe kutoka Cleveland, Ohio, na ndo mzazi wa mtoto ambaye anaitwa kwa majina la Joseph. Bila shaka mtoto wako amekwenda kuchukua mwanamke, na tumekwenda kushuhudia sote. Ni mzuri, anapendeza, lakini ana mwenendo mzuri. Bila shaka unaweza ukatoa wito upi kwa jamii baada ya kuona kwamba umeona watu ni wengi wamekuja? Unaweza ukatoa wito upi? Yeye funga ndoa si mtoto wangu, ni mjukuu wangu, maana ni mtoto wa mdogo yangu. Oh, ni mjukuu. Ni mjukuu yangu huyu hapa. Okay. Na waliofika hapa wote wameshuhudia furaha, wameona mke na bwana, maana wamefanya uchumba wa miaka 7 wakifurahia. Sasa ni hitimisho tu, na wote wamefika na wamefurahi sana, na ni shuhuda mzuri, wote wamefurahia, na Mungu atusaidie. Asante sana mzee. Bila shaka pesa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upendo TV, naamini kwamba tupo na Papa Kwibe ambapo ndo anaendelea kutuambia kwamba mtoto mjukuu wake, kwa mjukuu wako mzee, ndivyo amekwenda kabisa kufanya miaka 7 kwa kuweza kabisa kumchukua mwenzi wake, na huyu mwanamke anaitwa kwa majina la Safi kutoka hapa Akron, Ohio, Marekani. Mzee, tumeona kweli, Mungu akubariki, maana mtoto bana, watu wanakwenda kusema hakika ana adabu na anafanya vizuri. Bila shaka kuwatakia safari yao ya maisha kuwa namna gani? Mimi nawatakia maisha mazuri, Mungu awasaidie awe pamoja na wao sababu hawezi kufanya chochote bila mapenzi ya Mungu, na washirikiane, waheshimiane, wapendane zaidi kama vile Mungu alivyowasaidia katika kipindi hiki cha uchumba, na waendelee kuwa vizuri na wafanye ushuhuda ili mabinti wengine na vijana wengine wapate kuwa fanya kama wenyewe waliofanya hii uchumba wao, na waoane bila madeni, bila kurendeza, maana kuoana kuna baraka sana katika mafamilia. Sawa, acha niseme mzee, kwa muda wako, Mungu akubariki sana na utembee safari njema. Asante na ubarikiwe. Amina baba. Na hapa ni wadada wanakwenda kufurahi wakifurahi. Wako dada Nzuri. Bila shaka na kuona huko hapa, na umekwenda kujifunza nini baada ya sherehe hii? Ndoa njema. Kujifunza ndoa ni What do you learn? I learned that family is good. Kukua karibu supporting and stuff, so sikia kuongea. Ongea, wewe unajiona ule pale. Kwa hiyo ongea vizuri wakutizame. Wewe nafikiri kaka ndo amekwenda kuchukua mwenza wake, si hivyo? Kwa nani huyo? Gangu Joseph. Kaka Joseph. Amekwenda kumchukua nani? Mke nani, ana jina? Demai Safi. Demai Safi. Asante sana. Bila shaka tumeona na furaha na kulipatikana sherehe kubwa. Unakwenda kujifunza nini? Hebu rudilia tena Kiswahili sasa, watu wengine wasikie. Kiswahili. Anasikia, hebu kuongea Kiswahili.
Basi tunasema sana asante kuona kwamba tupo hapa tuweze kupata matukio yote, na imekuwa katika hali ya sitofahamu kuona kwamba umejifunza mengi zaidi. Habari yako kwanza, kwa majina unaitwa nani na umetokea wapi? Karibu. Hi, kwa majina naitwa Kiki. I'm from New York. Well, maflower tulifanya 3 a.m. kwa sababu we couldn't do on Saturday, so we had to come early in the morning ndo tukaifanya, but it took us at least 5 hours ama 3 hours because we don't have a lot of experience, kwa sababu hata na yeye mwenyewe iko na experiences, they couldn't do it. But yeah, tulikuwa hapa tuna celebrate Jeff and Safi. It was a wonderful. We wish them all the best in their marriage. We know that batakuwa the best couple, and we know batafanya mzuri, bata make us proud, na batakuwa good example hata kwenye sie wenye hata fika mwa hiyo level yet, but tutakuwa tunaangalia kwa hapo, we like, oh wow, this is nice. So, yeah. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Upendo TV, huyu ni dada yetu aitwaye Kiki kutoka New York, na ametayarisha kabisa maua haya kwa kuweza kabisa kupamba ndani ya nyumba hili. Bwana, jambo rahisi. Kwa hiyo atakwenda kutuambia kwamba hivi akiwa nje akiwa labda hapa Akron au akiwa sehemu nyingine akimitaji inaweza ikawaaje. Atampa dada yetu Kiki, jina nzuri sana. Okay. Unaweza ukaambia ulimwengu yapi ya hili ambalo lilikuwa sasa kuonekana? Wengi wanajiuliza nitafika hapa, kwa sababu hata na wewe unatamani wenzetu walivyokwenda kufika siku ya leo. Sasa karibu. Well, I feel like kila kitu kinakuwaga na God timing. Hawezi kupush anything ama kuforce a relationship, but ikikuwa yako time, hakuna mtu mwenye anaweza kuipinga. Marriage is a very good thing kwa sababu ni kitu kenye Mungu alicreate, and I feel like itafikia tu ile wakati, it can be a woman, it can be a man, ataoa ama ataolewa. So yeah, so that's the good thing about marriage. And yes, I'm praying one day that Namia nikwe with my own family, nikwe with my husband, and nikwe with children. So yeah, because I love kids. Yeah, okay. Bila shaka mpenzi mtazamaji, huyu ni dada yetu Kiki. Anafanya vizuri sana. Anatuambia kwamba anapenda watoto. Hakuna ambaye anachukia watoto, kila mmoja anataka kuweza kuwa na mtoto, na ndio kwamba kwa ujio wa tu hapa Kiki, bane atapata watoto, utapata watoto dada, usiwe na haraka. Husband first. When you get a husband, then you're gonna get a children, right? That is okay. Asante sana, na bila shaka naamini kwamba hao walioana, unajua sherehe imepitika hapa, ni sherehe kubwa na kunakuwa na matarajio ili waweze kudumisha ndoa yao. Kipi kinahitajika? Karibu. Well, I don't have experience, but Kenyan taweza sema ni but and also Biblia also inatuambia mwanamke kazi yake ni kutii na mwanaume kazi yake ni kupenda. Also a man has to be very honorable to his wife. Kutii as a Safi na mume wake vile venye Mungu alipatia mwanaume na mwanamke, taachana wanaenda kuwa one. So yeah, kusema tu ile like be submissive to her husband, and her husband love Safi. So yeah, that's all I can say. Okay, sana nafikiri dada yetu Kiki amekwenda kutupa ushauri sana. Anatuambia kwa mwanamke kazi yake ni kutii na mwanaume kazi yake ni kupenda. Hilo hapo ni jambo nzuri sana, na tuende kujifunza kwa haya hapa ambayo amekwenda kutuambia Kiki. Basi Kiki, nafikiri kwamba kuna watu wanakuhitaji. Asante sana dada kwa kuweza kabisa kukubali mahojiano
bila shaka nikutakia safari njema huko New York. Na unafahamu Upendo TV? Basi yeah, actually you can subscribe, comment, like and share. Yeah, because we got a lot of video in our YouTube channel, and I hope you're gonna do that, right? Thank you. Okay, basi niseme sana asante, na amini kwamba mambo yamekaa kabisa kivingine zaidi, na tulikuwa na dada yetu Kiki hapa kutoka New York, lakini is it New York or New York City? Syracuse. Okay, thank you. Kwa hiyo kutoka New York Syracuse, na alikwenda kutuambia mengi, tumefarijika kwa yale ambayo alikwenda kutuambia. Lakini pia naamini kwamba niache swali la ucheshi. Umetuambia kwamba like it's a funny question, you know, like a funny question. So bila shaka umekwenda kabisa kutuambia kwamba maua haya yalikuchukua masaa 3 kuweza kuyapamba. Sasa labda ikiwa labda jengo labda kubwa litakuchukua masaa mangapi kwa kuweza kupamba? Karibu. Well, it depends, because the wenye bako na more experience ni my big sisters na Demai, so we tulikuja tu kusaidia kama vile familia. Demai is your sister-in-law? Demai Safi here, yeah, because even ni bia hapa sio bia New York. Yeah, so but inachukuaga muda mingi. Ikikuwa sali kubwa, like a big venue, it might take like at least 6 hours ama hata 10 sometimes, so it depends. Okay, asante sana. Kwa hiyo unaitwa nani? Kwa majina naitwa Yakobo Ramazani, ndo majina yangu. Okay, bila shaka tumekuona umefika katika sehemu hii na umekwenda kujifunza kipi? Ya cha kwanza nimeshukuru sana kwa sababu nilikuwa na kazi ngumu na nimejifunza mengi. Nafikiri japokuwa nimesimamia kwenye kazi hii kwa mara nyingi, na leo ilikuwa kazi kubwa sababu kulikuwa na watu wengi, na nimeshukuru kwa sababu nimepambana na kila mtu ambaye ametumia chakula ameridhika kwa sababu nimejiandaa vya kutosha. Okay, bila shaka naona kweli, kwanza pongezi kwa kazi, maana si rahisi kwa kuweza kukamilisha kazi hiyo. Na niseme kwamba ili kuchukua muda gani kwa kuweza kutayarisha ili kila mmoja aweze kupata chakula? Karibu. Ya, naamini kwamba maandalizi yameanza mapema, ni wiki nzima tukijiandaa kwa ajili ya swala hili. Tuseme ni wiki nzima kwa kununua vifaa kama vile vyakula, lakini kwa kuandaa swala hili ilichukua muda kwa sababu ni swala la familia. Baada ya kumaliza mchakato ndio tuliingia kwenye hatua kununua vyakula, na tulipanga bajeti mapema kwa sababu kuja kwenye sherehe ni lazima mjiandae vilivyo, na raha ya sherehe ni kila mmoja wetu ambaye mmoja kwenye sherehe ariziki, na tupiga bajeti izidi watu ambao tumewaalika kwa sababu kila mtu arizike kwa kila ambacho kimeandaliwa. Okay, nikushukuru sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Upendo TV ambaye kutufuatilia. Tupo kabisa hapa tuweze kupata matokeo yote, na tupo yetu aitwaye Yakobo kutoka hapa Akron, Ohio, Marekani. Na yeye ndo alikuwa protocol leo kwa ajili ya kuweza kututayarishia chakula. Wanakuambia moto moyoni pia kinywani. Bwana, kwa wale ambao wanaokuhitaji, maana ni kazi nyingine ambayo unayokwenda kuifanya, itakuwaje? Watakupataje sasa? Sababu sio rahisi kufanya kazi ili kila mmoja aweze kula, sio rahisi bana. Imekuwaje hiyo? Karibu. Asante. Nafikiri kwa wale ambao wanaweza kunihitaji, ni kazi ya jamii tukaifanya. Cha msingi tu maandalizi yawepo, tujiandae kwa wale ambao watanihitaji, na nikumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye amenipa nguvu na akili za kununua vile ambavyo watu watavipenda, na ndio ambavyo vimetengenezwa. Na pia nishukuru waandaaji wa chakula hichi, wamejitolea vya kutosha kwa sababu kuna ambao hawajalala mpaka saa hizi kwa ajili ya maandalizi. Pia nishukuru kamati yangu mzima ambayo tulikuwa nayo. Nishukuru kamati yangu mzima ambayo nilikuwa nayo kwa ajili ya nishukuru kamati yangu pia kwa maandalizi ambayo tumeandaa kwa sababu tumetimisha ambayo tulikuwa nacho. Kiukweli ilikuwa kazi ngumu sana kwa sababu kulisha jamii ambao haujui watakuja wangapi, haujui size zao za kula, lakini tumejituma na kila mmoja wetu ambaye amefika hapa ameridhika. Asante sana mwandaji wetu wa chakula ambapo ndo protocol. Bila shaka umekwenda kufanya kazi kubwa na hongera sana, lakini
ilikuwa kwamba lengo la mazungumzo ni kwamba kuridhika katika yale ambao walikuwa wakifanya siku ya leo, na tumekwenda kushuhudia kwamba safari yao salama. Na kwa upande wako, baada ya kuweza kuwaona kwamba wamekwenda kuchukuana na wameshaenda, unaweza ukawatolea ujumbe upi? Karibu. Cha kwanza mimi nishukuru kwa kazi ambayo wamefanya wenyewe wawili na maamuzi, kwa sababu ni vigumu sana kwa vijana siku hizi kufanya kama kilichofanyika leo, na nitashauri kila mmoja wetu ambaye hajaoa apitie njia hii, kwa sababu ndio njia sahihi. Na ambacho naweza nikawaambia, nawatakia kwanza ndoa njema, na ushauri mwingi wameshaambiwa, wote wazingatie lile ambao wameambiwa, kwa sababu ushauri ni mkubwa sana, ni mzuri, na ndio unasaidia kwenye ndoa. Kwa sababu ukijichukua kwamba wewe unaweza na unajua kila kitu bila kuzingatia ushauri, hauwezi kwenye ndoa. Lakini naamini kwamba watasikiliza na watatekeleza kila ambacho wameambiwa. Cha msingi wawe wapendani, wao kwanza kuomba msamaha, na yale ambayo anataka kufanya kwenye ndoa wayafanye kwa pamoja. Nafikiri itapendeza sana. Asante sana, nikushukuru sana kwa kuweza kuchukua muda wako, maana naamini sio rahisi. Amekwenda kuwaambia wale ambao yamkini hawakuwa nasi na wamekwenda kujifunza kupitia ujumbe wako mnono, ujumbe wako mzito sana. Bila shaka Upendo TV tulifika hapa na umekwenda kujionea matukio yalivyokwenda. Unaweza ukaachia ujumbe upi kwa mashabiki baada ya Upendo TV kufika hapa? Karibu. Mimi nitazidi kuwashukuru kwa sababu mnaita mtisha kwenye jimbo letu, na ni vizuri sana, na tutazidi kwa support, na yote yule ambaye anaweza kuwa na sherehe haitangaze shida, haitangaze haiza ujumbe wote ule ambao unahusu jamii, hautangaze kupitia Upendo TV. Na tuwe wa kwanza ku like, subscribe, na tuwe kwa sababu ya kusupport vijana wetu ambao wamejitolea kwa kutuwekea uondo wa TV, wa kutupasha habari za aina mbalimbali. Kwa hiyo itapendeza sana, ili wape nguvu na motisha wafanyakazi wa Upendo TV. Asante sana kiongozi. Anaitwa nani tena? Kwa majina anaitwa Yakobo. Kutoka wapi bana? Hebu ongea. Mimi ni mkaji wa hapa Akronowai. Okay, na bila shaka naamini kwamba Afrika kuna watu wanakufuatilia. Sasa ukawatolea ujumbe upi baada ya Upendo TV kuweza kukuoji na kuwa live bana? Kwa hiyo wengi wanatufuatilia, kwa hiyo na kuweza kuwatolea ujumbe upi hasa wale wenye kwa Afrika, maana wewe uko famous sana pale Afrika. Sasa Atro. Mimi nitapenda kwa Nini cha Atro bana? Nitamba kwa yote ambao wanafuatilia Upendo TV Marekani, Afrika, Asia, wapi pale, ya cha msingi ni tusapoti TV yetu, ni yenye upendo, yenye umoja na mshikamano, kwa sababu tukiwa support hakuna ambao atashindwa nacho. Na tuwe wa kwanza ku like, ku subscribe, ku comment kwa ajili ya kupata taarifa kwa wakati. Sawa, nikushukuru sana kiongozi, ambapo huyu ndo alikuwa kabisa pro leo, na tumekwenda kusaza kulikweli. Bana, wewe naona tumbo ni ndogo, mbona wewe ukula wala au vipi? Au kula? Wewe ulikuwa ponto kwa, lakini naona tumbo ni ndogo. Mimi nimekula nimeshiba. Asante sana kiongozi. Asante, nimeshukuru na mimi. Ubariki. Nzuri. Lakini bila shaka tukushukuru tu, asante kwa kuona umefanya kazi kubwa. Asante, hata mimi nashukuru. Upendo TV naona bado uko number 1. Tukushukuru sana kwa sababu tunajua ulifanya kazi kubwa na watu wanaendelea kukutazama kuona kwamba watakupataje, maana si jambo rahisi kumpata DJ Padri. Hivi imekaaje hiyo? Mimi nipo ndugu yangu, mimi nipo nakaa Cleveland, Ohio. Niko DJ kabisa mwenye kukamilika, professional DJ. Ukinitaka kabisa unaweza kunipiga kwenye namba yangu ambao nikisema kwa Kiingereza ajili watu wote wasikie ni 216 45 5461 216 45 5461. Okay, ili mtu aweze kukupata anakuwa akiweka appointment au inakuwaje? Sio mambo ya appointment. Ukinipigia kwenye simu inategemea na schedule yangu. Kama niko available, yani tunaingia kwenye simu, tunaweza tukaongea tukapatana, kubwa wa sherehe. Asante sana DJ. Lakini pia Upendo TV tulikuwa hapa kwenye matukio haya na tulikuwa yaweka yote live. Bila shaka ndio wako umekwenda kujifunza kipi baada ya Upendo TV kufika hapa? Naweza nikasema kwa ngambo yangu, yani Upendo TV
naweza nikasema yani Upendo TV nenda mbele kabisa. Ulifanya kazi nzuri, kazi kubwa ambao sio ya kila mtu hapa Cleveland ama hapa Akron. Watu wengi hawajui kabisa hii kazi, watu wengi kabisa. Hii ndio number 1 TV ambao naona wakongomani wanaweza wakajivunia hapa Marekani. Sijaona TV nyingine isipokuwa wewe bwana, na kazi umefanya, watu wamefurahi, sherehe imeenda live. Kwa hiyo ukiwa unaandaa sherehe, ita Upendo TV, itakufanyia kazi kabisa, kila kitu kitapitikana live kabisa ndugu yangu. Asifurahi. Asante sana DJ. Bana, nakuambia kwamba ukitaka mambo ya muziki, DJ anafanya vizuri. Anaitwa DJ Padri kutoka Cleveland, Ohio. Muziki wake unasikika vizuri, sio kama kujitamanisha, amna. Aliye na macho ambiwe ona. Tunaona kwamba muziki wake unasikika vizuri. Anatembea sehemu pote pale, ukiwa upo sijui Canada rafika au sio? Kote ambapo upo, ilimradi tu mpigie simu, amekutolea namba zake. Acha niseme sana asante DJ, tuko pamoja baba. Hata mwenyewe nashukuru ndugu yangu, endelea kupambana, maisha ni kupambana. Siku nyingine tukutane tena. Asante sana. Tulikuwa pamoja tena Cleveland, au sio? Tulikuwa kuonana Cleveland siku ya Pentecost ya Wakristo ndugu zetu Katolika. Tulifanya kazi, sherehe uliweka live, na leo tena naona unaendelea na kuweka kila kitu live ndugu yangu. Kwa hiyo endelea kupambana. Sisi wenyewe tunakuhitaji tena kila siku Upendo TV. Asante sana. Bila shaka ni sana DJ Padri. Na tupo kabisa mbashara live kupitia Upendo TV. Nikushukuru sana wewe ambaye umechukua nafasi hii kuweza kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa channel yetu pendwa ya Upendo TV. Atachelewa kukupa matukio yote moja kwa moja live. Kwa hiyo ukiwa upo sehemu yoyote ile hapa Marekani, tunafika tukuwekea live streaming. Bila shaka ni maelewano tu ya kuweza kuongea mimi nawe, tunaelewana, matukio yako yote yawe live. Kama leo hapa tulikuwa live. Bila shaka niseme sana asante, na nikushukuru sana wewe uliyekuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Hujachelewa kuwa nasi, basi niseme bye bye. Heshima kubwa tena. Hakuna siku ya leo haitarudi tena. Siku ya leo haitarudi tena, itabaki kama ilivyo. Kwa heshima kubwa tutaomba bibi harusi na bwana harusi wasimame, waje hapa mbele. Kuna show. Niko na DJ anagusa kama DJ anagusa. Baba DJ raza. Kwa heshima yenu njooni taratibu tupate show. Walifanya mazoezi kwa miezi mingapi? Waje leo wimbo show. Tumesema kwamba kama unaumwa, tuko na madawa hapa, sema utatibiwa hapa. Usiniambie naumwa ndo basi kucheza. Washase LND. Unaona? DJ subiri. Nikisikia kiatu tabia usi. Kiatu tu. Hiyo ni kiatu tu. Kiatu. Niseme. Kiatu. Hata uvalia hivi. Au unajua kusheni. Nimetoka watu usi. Baba DJ, twende nalo. It's time for this is some big tune again. You understand? Right now.
mwana ubandana keshi choba chali sungulwa hata nishibiwe isasentwe binile mashiungwe ilebe munjaka tona baoma bibelela niobaka nashile amitombo na onda aleomo yane paracetamol baby yo aleo aleo yane para aleo aleo yane paracetamol baby yo aleo aleo yane para aleo aleo. Shimamona bini mamona ine alebeni ujua pembe ubongene bole na bo African Ocean but it's spicy pass pepper soup nani kushawe shimamona bini mamona ine alebeni ujua pembe na angi onda obele sambe mabeli naomba pepa ni sahi nyo masheri yane paracetamol baby yo aleo aleo yane para aleo aleo yane paracetamol baby yo aleo aleo yane para aleo aleo yane paracetamol baby yo aleo aleo yane para Sikiliza mafundisho ya dini, habari za kiroho, michezo na burudani kupitia chaneli yetu ya Upendo TV. Subscribe leo, uendelee kujifunza na kulipokea neno la Mungu.